haihesabiki tu kuwa timu ya maajabu kwenye soka la Afrika, bali timu yenye maamuzi magumu pia. Timu ya maajabu kwa sababu inashikilia rekodi ya dunia ya kucheza muda mrefu kwa muongo mmoja bila kupoteza mchezo wowote kwenye ligi ya ndani. Ikianza kucheza kuanzia mwaka 1989 mpaka mwaka 1994 kwenye ligi ya ndani, ikiwa sawasawa na michezo 108 bila ya kupoteza mchezo wowote katika ligi ya ndani. Hii ni ASEC Mimosas, timu ambayo kidunia inashikilia rekodi ndefu zaidi ya kutopoteza mchezo wowote kwenye ligi ya ndani, lakini maamuzi magumu yameisaidia ASEC Mimosas kuwa miongoni mwa timu zenye maajabu kwenye soka la Afrika. Unaikumbuka fainali ya CAF Super Cup Februari 7 mwaka 1999? ASEC Mimosas wakiondoka na ushindi wa bao 3-1 dhidi ya Esperance Sportive de Tunis. Katika fainali ya CAF Super Cup mwaka huo ilimkutanisha bingwa wa CAF Champions League ambaye ni ASEC Mimosas aliyofanikiwa kubeba ubingwa mwaka 1998, lakini pia CAF bingwa wa kombe la washindi Esperance Sportive de Tunis alifanikiwa kubeba ubingwa huu mwaka 1998. Maamuzi magumu kabisa ambayo ASEC Mimosas waliyafanya kuwatambulisha mchezoni kwenye mchezo muhimu vijana kutoka kwenye academy: Didier Zokora, Kolo Toure, Siaka Tien, Zozeto, Jires Yapi pamoja na Boubacar Kopa, ili kushirikiana na Tony Coutouin, Jesper Abdoulaye Jide, Mamadou Dansoko pamoja na Seydou Bajan Kante. Ilikuwa ni miongoni mwa maamuzi magumu sana kwa upande wao yaliwafanya kwenda kubeba ubingwa wa CAF Super Cup. Walifanya hivyo kwa sababu waliamini baadhi ya wachezaji walikuwa na umri mkubwa kikosini na walihitaji damu changa ili kujitambulisha na kufikia kwenye daraja la ubora. Na hapa ndipo ambapo paliibua skendo nzito kwa upande wa Esperance Sportive de Tunis, skendo iliyoitwa kucheza dhidi ya watoto. Walisema hakustahili kupoteza kwa sababu ASEC Mimosas walichezesha watoto wengi kwenye mchezo huo. Rekodi ya mechi 108 si tu rekodi ya kutopoteza kwa muda mrefu zaidi katika historia ya soka, bali pia inatambuliwa na Guinness World Records kama mfululizo mrefu zaidi wa kutopoteza katika historia ya soka la vilabu. Mafanikio hayo yalipatikana katika kipindi ambacho soka la Afrika lilikuwa likizidi kupata umaarufu duniani, huku uimara wa ASEC Mimosas katika ligi ya Cote d'Ivoire ulikuwa mfano wa ubora na mafanikio. Rekodi hiyo ilifanya ASEC Mimosas kuwa alama ya uthabiti na ubabe na kuiweka miongoni mwa vilabu bora zaidi barani Afrika. Mfululizo wa kutopoteza ulikuwa na matokeo ya juhudi za pamoja na za timu nzima. Kizazi cha kwanza cha dhahabu kilidumu kwa takriban muongo mmoja, kuanzia mwaka 1989 hadi mwaka 1998 na kufikia kilele mwaka 1998 walipotwaa taji la ligi ya mabingwa barani Afrika. Katika kipindi hicho pia walifika hatua 2 za nusu fainali na fainali moja ya mashindano hayo. Mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Ufaransa Jean-Marc Guillou alijiunga na uongozi wa klabu hiyo mwaka 1993 akiwa mkurugenzi, kocha na mfadhili. Kwa kushirikiana na mwenyekiti Roger Eugene walianzisha academy iliyoitwa Mimosifcom. Academy hiyo ilianzishwa huko Solbeni na ASEC Mimosas ikaanza kushuhudia mafanikio pamoja na matunda kutokana na uwekezaji walioufanya. Shauku ya Jean-Marc Guillou kwa ASEC Mimosas ilichochewa zaidi kutokana na miaka kadhaa mapema baada ya kumsajili Youssouf Fofana
kutoka kwenye klabu hiyo alipokuwa kocha wa AS Cannes nchini Ufaransa. Fofana aligeuka kuwa mchezaji maarufu na mchezaji mwenye mafanikio makubwa katika kikosi chake. Hali hiyo ilimshawishi Marc Glew kurejea Afrika Magharibi akiwa na imani kwamba kulikuwa na vipaji vingine vingi vya asili vilivyokuwa bado vinazinduliwa na vyenye uwezo wa kucheza kwenye soka kwa mafanikio makubwa zaidi, ambavyo vingepatikana, kufundishwa na kuendelezwa hadi kuwa nyota wakubwa wa soka duniani. ASEC Mimosas inajulikana kama timu ya maajabu kwenye soka la Afrika, inajulikana kama timu yenye mafanikio, lakini inajulikana kama timu yenye uwezo wa kuzalisha vipaji vingi kutokana na uwekezaji kwenye akademi yao. Mafanikio, ubora, uwekezaji, jitihada pamoja na maamuzi magumu vinaifanya klabu hiyo kuendelea kukumbukwa zaidi, ikishikilia rekodi ya dunia kwenye vitabu vya Guinness, kwa maana ya Guinness World Record, kwa kuwa miongoni mwa timu kwenye ngazi ya klabu iliyocheza michezo mingi bila ya kupoteza mchezo wowote. Ungana nami kwa makala nyingine nyingi zaidi. Mimi ni daktari wa soka Khalid Mtumbuka.